Ufufuo ni uthibitisho wa ushindi dhidi ya ufalme wa giza. Shetani ndio alikuwa anachochea Yesu asulubiwe, akijua kwa kusulubiwa Yesu atamshinda, atakuwa amemkomoa. Kumbe ile ni mbinu Yesu afe, alafu akifa aende huko kuzimu, akawavuruge, akawachape. Unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu. Ndivyo ambavyo kilichomkuta Shetani. Biblia inasema kwamba tusome kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka, akazifanya kuwa kitu cha fezea hadharani, akiadhimisha ushindi juu yake. Kwa hiyo ufufuo ni uthibitisho wa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Nguvu za giza zimeshindwa. Nguvu za giza haziwezi kututawala, haziwezi kukutawala wewe. Usikubali kuogopa ndoto mbaya, kuogopa pepo, kuogopa uchawi, kuogopa sijui uganga. Hivi unajua hata kabla ya ufufuo watu walikuwa hawaogopi uganga na uchawi, na ilikuwa inawasaidia. Wale wana wa Israeli walikuwa wasema hapana uchawi katika Yakobo, hapana uganga katika Israeli, haviwezi kufanya kazi hiyo. Huo ndio ni mtazamo wako kwamba mimi ni rogeti. Unaelewa? Huwezi kuogopa kurogwa ukijua nguvu ya ufufuo. Huwezi kuogopa kurogwa ukijua nguvu ya ufufuo. Kwa nini uogope kurogwa? Ufufuo umekupa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Na kwa maana hiyo nguvu za giza hazina mamlaka juu yako. Wakuroga roge. Mimi kwanza nikikuona unaroga na fly kweli. Roga uwezavyo. Unaroga? Aliyoko ndani yangu ni kuu kuliko wa ulimwengu huu. Kuliko yule anayemtumia kuroga. Lazima ujue hayo maneno, lazima neno la Mungu likae ndani yako. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu, likae ndani yako kwa wingi. Ukijua vitu kama hivi havikusumbui. Unajua mimi siwezi kurogwa. Unaelewa? Mimi najua siwezi kurogwa, siwezi kuumwa. Na ndio inakuwa hivyo. Hamna kitu kingine nachokifanya. Ninajua tu. Unaelewana? Nguvu ya ufufuo ilitupa uwezo wa kushinda dhambi. Uwezo wa kushinda dhambi. Uwezo wa kushinda dhambi. Kila mwamini anao uwezo wa kushinda dhambi. Kila mtu anao uwezo wa kushinda dhambi kwa sababu ya nguvu hii. Kinachomfanya mtu atende dhambi ni Shetani. Anasema Yesu, nyie ndio baba yenu Ibilisi, kwa sababu tamaa za baba yenu mpenda kuzitenda. Tunaelewa? Shetani anawasukuma watu kutenda dhambi. Lakini Mungu sasa, kwa sababu kupitia Yesu Kristo amemshinda Shetani na mamlaka yake ya dhambi, ndio maana inaingia hii nguvu ya ufufuo, inakufanya mwamini unaishi bila dhambi. Inakufanya mwamini unatembea bila kutenda dhambi. Unaelewa? Ndio ujasiri tulionao. Mabadiliko tunayoyapata ni kwa sababu ya nguvu hii. Nguvu ambayo Mungu alitumia kumfufua Yesu katika wafu. Unaelewa? Ndio maana dhambi hatutendi, ndio maana dhambi hatuijui. Nguvu ya ufufuo imetupa namba 5. Nguvu ya ufufuo imetupa kuendelea katika upya wa uzima. Imetupa kuendelea katika upya wa uzima. Upya wa uzima. Warumi sura ya 6 mstari wa 4. Imetupa kuendelea katika upya wa uzima. Hii ni nguvu ya ufufuo. Nisomea hapo. Basi nilizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Unaona? Kama alivyofufuka. Tunaelewana? Alivyokufa, sawa, alisulubisha dhambi. Yesu alikuwa hana dhambi, sawa? Akafanyika mwenye dhambi. Kwa hiyo anapokufa, anakufa kwa ajili ya dhambi, anaisulubisha dhambi. Alafu anapofufuka, anafufuka akiwa hana dhambi. Lile deni la dhambi limeshafanya nini? Limefutwa au halipo. Tunaelewana? Kwa sasa aishi tena kupambana na dhambi au haikwepe dhambi au haikimbie dhambi. Anaishi maisha mapya ambayo hayahusiani na kuishinda dhambi au kuikimbia dhambi au kupambana na dhambi au kuikwepa dhambi. Unaelewa? Ndio maana kadri ambavyo unazidi kutembea na Yesu, kadri ambavyo unazidi kutembea na Roho Mtakatifu, kadri ambavyo unazidi kuishi kiroho, dhambi wewe haupambani nayo tena. Dhambi haupambani nayo tena. Hauhangaiki. Leo pambana, leo nisiwaze vibaya. Leo sijui nijitenge na mtu fulani. Leo hapana, upambane hivyo. Unaelewa? Ni automatically tu unajikuta unaendelea katika upya wa uzima. Unashangaa maisha yako wewe ni ya Mungu. Maisha yako wewe unapenda neno. Maisha yako unapenda maombi. Maisha yako unapenda kukaa na ushirika na Mungu. Maisha yako ulikuwa unapenda kula, lakini sasa hivi unapenda kufunga. Yaani kufunga ndio inakuwa kama kula kwako. Ukila ndio kama umefunga. Unaelewa? Huo ni upya wa uzima. Kwa maana kwamba wakati huu hauishi tena katika maisha ya zamani, hauishi katika mwenendo ule wa zamani, hauishi kwa mkate tu. Sasa hivi unaishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Tunaelewana? Kwa hiyo tunaenenda katika upya wa uzima, lakini nguvu hii tuliipata baada ya Yesu kufufuka msalabani, baada ya kuzishinda nguvu za giza, baada ya kushinda nguvu za mauti, baada ya kushinda majeshi ya pepo wabaya, akayapiga, akayaaibisha hadharani. Biblia inasema
Unaelewa? Ndio akatupa nguvu hii sasa. Unaelewa? Kwanza akamwaga kipawa cha Roho Mtakatifu, lakini pia tukasema akafanya nini? Akatuwezesha kushinda dhambi. Tunaelewana? Hiyo ni nguvu. Na shangato automatically haupendi dhambi, si ndio? Tukasema kitu kingine ni kwamba akafanya nini? Akatuwezesha, akatupa ushindi na sisi dhidi ya ufalme wa giza, si ndio? Lakini akatupa na uwezo wa kuzaa kama ambavyo na yeye alizaa kanisa. Kanisa likazaliwa pale kwa matokeo nini? Ya ufufuo. Kama asingekufa na kufufuka, kama angekufa tu, kanisa lisingezaliwa. Naelewa? Tungebaki tu na kwamba kuna mtu mmoja aliyewahi kwenda kulipa dhambi zetu. Sasa hatujui kama kweli dhambi zilikubaliwa, kweli tumesamehewa au bado. Unaelewa? Lakini kufufuka kwake ni ushahidi kwamba alipeleka mashtaka yetu na Mungu akaandika yes. Hakimu, mimi sije kuona mahakimu wanaofanya kazi. Kwa hiyo uwezo wa kushinda dhambi, uwezo wa kuenda katika upya wa uzima. Sawa? Lakini nguvu ya ufufuo imetupa uthibitisho wa kuhesabiwa haki. Kupitia ufufuo tumehesabiwa haki. Tunaelewana? Nimekwambia kifo chake kilikuwa kinathibitisha kwamba amekufa kwa ajili ya kulipia dhambi zetu, si ndio? Tunaelewana? Sasa kule kufufuka kwake kunathibitisha kwamba ile sadaka imekubaliwa, si ndio? Yaani kwamba huyu mtu amepaa mbinguni. Tunaelewa? Na kwa sababu hiyo tunaenenda katika upya wa uzima, kwa sababu kweli tumehesabiwa nini? Haki. Hatuna tena deni mbele za Mungu. Sawa? Sababu ya kwamba unatakiwa uwe na uhakika, nisikilize. Sababu ya kwamba unatakiwa uwe na uhakika kwamba wewe mbinguni ni kwako, mbinguni ni nyumbani kwenu na utaenda, ni kwa sababu umehesabiwa haki. Sawa? Yaani kuhesabiwa haki ni nini? Kuhesabiwa haki ni Mungu kuhesabu kwamba hauna makosa, hauna dosari, hauna changamoto, hauna ugomvi na yeye. Zamani walikuwa wanahesabiwa haki na kupatanishwa na Mungu kwa sheria, kwa amri, kwamba ukifanya hivi tutaelewana, usipofanya hivi hatutaelewana. Lakini zile sheria hazikuweza kuleta ukamilifu wa Mungu, kuwafanya wasio na dosari, kwa sababu hata kama ukisema usiue, utajitahidi usiue, utajitahidi usizini, utajitahidi usimtukane Mungu, usihitaji bure jina la Bwana, lakini unajikuta umefanya nini? Umetamani. Walikuwa wanaingia kwenye huo mtego. Ndio maana Paulo akaja akazungumzia sehemu akasema kwamba nisingelijua kutamani ni dhambi kama Biblia isingesema nini, kama amri, kama sheria isingesema nisitamani. Unaona? Kwa hiyo Paulo mwenyewe alikuwa anathibitisha kwamba hii ya kutamani hii mbona kama ngumu hii? Nikitamani tu kidogo nimeenda na maji. Ndivyo ilivyokuwa. Ukitamani unahesabiwa umeua, umezini, umeiba, umetukana bure jina la Mungu. Vyote hivyo vilikuwa kwa havikuweza kumsaidia mwanadamu akawa sawa mbele za Mungu. Lakini kupitia damu ya Yesu, sawa, Mungu sasa anahesabu makosa yote. Amefanya nini? Ni upendo tu wa Mungu, ni huruma tu. Yaani kwamba ameamua tu kusamehe. Lakini sio kusamehe bure ya kusema kwamba nimetangaza. Angeweza kutangaza hata mbinguni, nimewasamehe, tungesikia. Ilikuwa ni lazima itumike gharama, ipitie gharama, kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki na hukumu. Biblia inasema kwenye kiti chake cha enzi kuna haki na hukumu. Kwa maana hiyo Mungu ni Mungu wa haki. Kama kitu kiko hivi, inatakiwa kimewekwa hivi kwamba ukikosea mshahara wa dhambi ni mauti, lazima mauti iwepo hapo. Yaani ndio maana msamaha kwa Mungu sio kuomba msamaha nisamehe. Msamaha kwa Mungu ni umeadhibiwa, umehukumiwa. Sasa kama tungehukumiwa wote tungeishia kufa wote. Kwa hiyo akafa mmoja badala ya wote, tukawa tumesamehewa hivyo. Usije ukajidanganya kwenye haya maisha kuna msamaha tu wa bure. Hakuna msamaha wa bure my dear. Hakuna msamaha wa bure. Hata Mungu mwenyewe akusamehe bure, aliingia gharama. Hakuna msamaha wa bure. Nguvu ya ufufuo imeleta tumaini kwetu kwamba wote watakaokufa pia watafufuka. Yaani hao Wakristo ambao wanaamini kwamba watakufa na wenyewe wakifa basi watafanya nini? Watafufuka. Kitabu cha Wasalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka. Vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja. Ni kwa sababu Yesu alikufa akafanya nini? Akafufuka. My dear, mimi sifi. Unakufa unaenda wapi? Ndio unakufa unaenda wapi? Hamna kuongea mambo ya kufa hapa wala kuumwa. Ni mtazamo, yaani maisha ya kiroho nikwambie. Maisha ya kiroho ni mtazamo. Kuona tu ndani. Aonavyo mtu nafsini mwake. Ndio siri kwa mimi nimeona. Ndio kwa kweli mimi ngoja siombe. Mungu naomba nisiumwe. Hamna. Nilikuwa naona tu kwamba niliweza kuona kwamba kuna uwezekano wa mtu akaishi bila kufanya kuumwa, kwa sababu roho wa Mungu anaishi ndani yake. Imagine ukiumwa unatumia dawa. Alafu unatumia dawa ingie wapi? Alafu Roho Mtakatifu yuko wapi? Dawa ikiingia mwilini unaiona? Roho Mtakatifu ndani unamuona? Hata kama unaamini dawa, watu simwamini Roho Mtakatifu, tuamalize mchezo. Wao waamini Roho Mtakatifu kwamba mchezo umeisha. Ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ambaye alimfufua Yesu aliyekuwa amekufa kabisa, huyo anaweza kuihuisha, anaweza kuipa uzima miili yenu. Ni mchezo tu wako, yaani ni mtazamo tu, kuamini neno rohoni, sawa?
rohoni, ngoja nikwambie, rohoni ni jumla ya mawazo yako. Huku mwilini ni jumla ya vile ambavyo vinaonekana mwilini, ila rohoni ni kile unachokiwaza. Wewe wa rohoni ni yupi? Ni yule ambaye anawaza. Kwa hiyo ukiwaza uzinzi, rohoni wewe ni mzinzi. Ndio maana Yesu akasema mtu amtazamie mwanamke na kumtamani, tayari ameshakufanya nini? Kwamba rohoni ni mawazo. Yaani wewe ni yupi? Ni yule unayewaza. Nguvu ya ufufuo ilileta kuzaliwa kwa vipawa vya huduma. Waefeso 4 sura ya 8. Biblia inasema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Vipawa ni matokeo. Unaona alipopaa juu ni matokeo ya ufufuo. Sawa. Kwa vipawa vimezaliwa ni matokeo ya ufufuo. Yaani ufufuo ndio umekuja kuzaa vitu vyote hivi. Yaani kama Yesu asingekufa na kufufuka, tusingekuwa na uwezo wa kushinda dhambi, tusingekuwa na uwezo wa. Na mwisho kabisa, nguvu ya ufufuo imeleta kuishi afya ya kiungu. Uwezo wa kuishi afya ya kiungu. Unasikia Juliet? Uwezo wa kuishi afya, hamna kuumwa. Yanayosababishwa na virusi, bakteria, sijui. Hayo magonjwa niambie ni uongo. Niwaambie ukweli. Juliet, bakteria wa UTI ni uongo. Mwenzako wa damu alikuwa nao hapo. Unaona? Amini neno la Mungu mwanangu. Sasa ngoja nikwambie, sawa? Unasikia? Mimi nilikuwa naumwa yote hayo. Sasa unafikiri kwa nini nakwambia ni uongo? Nilikuwa naumwa yote hayo. Unaelewa? Mimi ninaongea na wewe, nimeumwa UTI, nimeumwa typhoid, nimeumwa malaria, unaelewa? Na nilikuwa nina rekodi maalum. Mimi ikifika mwezi huu wa 6 nitaumwa kila mwaka kwa kuzidiwa kabisa. Unaelewa? Nisikie sasa vizuri, unasema na nini? Unasema ni uongo. Nikupe shule. Nilipoanza kuamini Roho Mtakatifu, soma hiyo, hebu soma kwanza leo Warumi 8:11. Soma Warumi 8:11. Anasema hivi, ngoja nikufanulie. Sawa? Anasema hivi, Yesu alikufa. Alafu Roho Mtakatifu akamuhuisha, akampa uzima. Alikuwa amekufa nini? Amekufa kabisa. Wewe haujafa. Maana Yesu figo zilioza, sio nini? Yaani kwa kwisha kabisa. Unaelewa? Lakini wewe haujana. Yaani wewe ni hitilafu kidogo kidogo. Anasema anaweza kufanya huyo roho huyo, kwa sababu aliyolifanya kwa Yesu ni kubwa zaidi. Ni dogo sana kwako wewe kukufanya usiumwe kabisa. Kwa mimi nilipogundua hivyo, nikaanza kuwa na hii kitu ikoje? Unaelewa? Nikaanza kuwa mbona kama neno linasema hivi? Nikaa nafanyia mazoezi. Nikiumwa sinywi dawa, naenda nachukua maji. Kwa sababu nakumbuka Roho Bwana alitulia juu ya maji. Nisikize vizuri hapo. Naenda kuchukua maji kwa sababu Roho Bwana alitulia juu ya maji. Imani yangu iko hivyo, nikaa naifanyia practice ndogo ndogo. Mungu akaendelea hapo kutokea kwenye hiyo imani. Hakuna malaria, hakuna typhoid. Unaelewa? Na mimi sehemu ambayo ina Mungu, kabla ya kuja hapa tulikuwa depo, sehemu ambayo mnafundishwa huduma. Unaelewa? Na baba yetu. Pale kuna Mungu basa. Kwa mimi nikiona hao mtu, sijifuniki shuka, ndo najiachia hivi. Nafanya mazoezi ya kuishi afya ya kiungu. Na tendo. Unaelewa? Havifanyi ninyi maji ambayo siwezi kwenda kuchukua matope ninyi, hapana. Lakini kwanza maandiko mengi yale, mtakula na kunywa vya kufisha havitafanya nini? Wadhuru. Unaelewa? Kwa hiyo sio typhoid, sio malaria, sio ugonjwa wote unaoambukizwa na bakteria au virusi ambao unaweza kunigusa mimi. Kwa nini? Mimi naamini Roho anakaa ndani yangu, na huyu Roho anaupa uzima. Ikawa ndo mwisho wa kuuma. Hiyo UTI. Kwani UTI wapataje wanaume? Sasa ilikuwa inanipata, labda ungesi ni uongo, ilikuwa inanipata. Ngoja nikwambie, hivi virusi na bakteria kwani viliumbwa lini? Viliumbwa, vilikuwepo. Adamu alikuwa navyo. Ila Adamu alikuwa anavitumia kwa faida, vilikuwa vinamtumikia. Hivi bakteria vinaosababisha magonjwa na virusi vilikuwa vinamtumikia kwa faida. Ngoja nikuthibitishie. Sayansi inathibitisha kwamba tulisoma O-level. Economic importance of bacteria. Some bacteria kills virus. Kumbe bakteria wanaweza kutumika kushambulia, kuwadhibiti wale ambao wanajaribu kushambulia mwili. Kwa maana ya kwamba baada ya dhambi kuingia, kuna bakteria kama kuna malaika wengine walioasi, ndio baadhi ya bakteria wengine wakaasi. Ndio hao bakteria wanasababisha magonjwa. Wakabaki bakteria wema. Vitu havikuumbwa kwa ajili ya kushambulia, viliumbwa kwa ajili ya kututumikia. Kwa ukianza kutembea kwenye ufahamu huu, ukianza kutembea kwenye uelewa huu, unasahau kuna magonjwa yanayosababishwa na virus, yanayosababishwa na bakteria ambayo yanaruhusiwa kukuataki. Roho Mtakatifu
yuko ndani. Siumwa kisha kwamba nilikuwa siumwi, nilikuwa naumwa. Tunaelewana? Kwa ni kulichukua neno la Mungu na kuliamini. Sawa watumishi wa Bwana? Kwa hiyo ufufuo umetupa moja wapo kati ya jambo moja la muhimu, ni uwezo wa kuishi nguvu na afya ya kiungu. Unachotakiwa kukifanya wewe ni kuruhusu maisha yako ya kiroho yawe kwa wingi, ili hivi vitu viwe halisi.